Ninawekwa tuende kwithwa na muthenya wakwa ila nina ukethia na uthoja tumanire thini wa vilingi wa mavo mwendo ni wa Samonza masito makwa ni tawabeti wa umwania tuyambililia mavo maitunika na MCA wa ward ya Thange Heri Katumu ni wandikithia statement keseseni cha polisi cha Makueni kwa kilo kuweta thayo wake we muisio ni tunakuweta kuteswa ni umwe wa memba wa mbunge kaunti nesu ya Makueni. Thank you, Honorable Speaker. I'm starting to report on a matter concerning my personal safety and well-being, Honorable Speaker. Honorable Speaker, yesterday, after the Honorable Speaker, the one Honorable Katete wa Kisumu told me on my face that he's going to poison me in front of several members. And on this regard, Speaker, I wanted to confirm, because it's not about my safety alone, Honorable Speaker. It's about the safety of all members in this assembly, Honorable Speaker. Honorable Speaker, if a member who is over the majority leader can tell a member on my face that he's going to poison the members of the board, is going to poison me, Honorable Speaker, then it is alarming, Honorable Speaker. Because, Honorable Speaker, today he was around. When I came to the assembly, Honorable Speaker, I found the water which we take placed on point of order. Below the next, Honorable Speaker. Remember for him. So, that's on point of order. You can be patient for a few minutes. I'll give you the opportunity. You know, Honorable Speaker, I have the time to do all that. Honorable Speaker, others cannot be, others is allowed to be practiced by three people. One, a person who is wise. Number two, a person who is said like me. And number three, Honorable Speaker, a person who knows what he said. That is the time now, Honorable Speaker, you can be arrogant. So I request the member for Elema to call down, Honorable Speaker, because I'm on a board. He was a member of the Speaker's panel, Honorable Speaker. Minister Muvyani wa wimi na unyithia wa Indo County na Kitui mbaya yake mweleni wa mwenda mbunge wa Mwingi Central Gideon Muliongo kumunenga ndaiya Governor wa kaunti ya Kitui Julius Makao Malombe kwa kila kuweta mbunge huu tawithi twe itumia ndeto ite na uima na sia numangano kavindane kalao kwithi wa hainene ya Governor kimwelea asia Muliongi itawewe kaunti ni withi tuna mechuo ya kivuthia kula kwa Governor Valayu wa mwenda kumunenga ndaiya kimwelea neni ya chathini kimwe ngaliko sia kamolewa mwingi ya kati. Waza Governor tukumita neza muno na ekane wete kendo kimwe mbekezi nenda kwazia atongo ibyonze alatusa kwetwe nuso tunengane ndaya tisawa sawa twenda ithela kwasa kwiwe unengane ndaya imamu si ninonie kinu kyandeli memuno hano zonde wete Mheshimiwa itu Mulungi abangu ni secondary niwe Asia Governor Malombe ukakwa nuko toza kwigyo tyako kyakwa lwene kwira unenge atumia ndaye Governor Malombe ni mundu stonyo sia Mulungi Governor za kutwe nimbe andombe wa Gilimana hili kuneze wabe na coordinator ma Mulungi kunewiye matuka makondita Mulungi amwe mukwatu mukwato ukwata akyao timakite kumuneto makite nenda komwea Governor anengo ndaya ta mutongwe nake Mulungi nunu twa musakwiye itumunenge ndaya kana idhile utongwe lwa limbe kaunti ina mbunge nyanya na mea mbunge nyanya tuona mbunge onomwe ukuma Governor kutwenda ondaya chudu kumendo kwa izuzo neta sakwa nena nenu na ndeto silu nena wende kuno mbono bute Mwiko munene wa masabu konya metumili ya mbesa siya mwene mbi hulani Auditor General ni wavudhua maovuo mako telemia
ukonyondo ngei na wangangania wa mabilioni ma mbesa withito iwe walanyoni wa serikali wa ndivi kwa mauthukomi onde kwisilanzia ya mtandao wa eCitizen kuyanana na Auditor General nikana sidingi bilioni 11 si vito kwisila eCitizen na kuonoerwa akaunti cia andu ana na yonza mayambunge ya wiki wa masavu PAC ni yumia mwamulove kwa kunikili wa kendeni kukonya withiano wa eCitizen maiweta usu yongei wa mbesa cia mwene nthi na oyesa kwikika kukolanya mbesa cia serikali. The government digital payment platform lacks a legal framework to govern and manage its operation. Without a legal framework, the payment platform faces risks of non-compliance leading to potential legal disputes and underpinning public trust. The expectation is that National Treasury was to have service level agreements with financial service providers engaged in the collection and settlement of revenue. As a result, the funds held in the collection and settlement account as reflected in the eCitizen accountability statement for financial year ended 30th June 2024 amounted to 7 billion. The financial service providers may be utilizing the funds at the expense of service delivery by MDAs. The revenue accountability statement for the period ending 30th of June 2024 indicated a balance of 2.5 billion relating to receipts of in the settlement account that could not be linked to any invoices from the PESA flow system, which is a system that used in the settlement. According to the accountability statement, the unaccounted receipts were due to partial payments, erroneous payments, and duplicate payments. Given that these receipts could not be traced to invoices, there was no service rendered, and therefore, these do not qualify as government revenue. Instead, these receipts should be refundable to the payees. This further indicates a lack of revenue traceability. We also noted, Chair and members, that all collections paid under the pay bill 22222 were expected to be auto-transferred to the settlement account held at KCB Bank. However, a review of the pay bill of the 22222 pay bill statement revealed that on 25th of January 2024, there were 4 transactions made from the pay bill account to private entities instead of designated settlement account. Where the problem comes in, Chairman, is when we put brilliant ideas like this to steal, to loot from Kenyans. And mostly that is what happens in our country, Chairman. So I'll be very keen to go again, read this and interrogate before Treasury comes before this committee and look forward that the observations that the Auditor General has made, and I'm sure we'll also add some recommendations as a committee. As I've said, Chair, I don't even know where to start. I am actually, I don't know. I'm stressed. It would have been important that we also listen from ICT, where they come in and where they exit, and citizen services, because I know this particular system or this particular office is actually situated at the immigration offices. This one is to show that it's not actually digital, but it's like we went back to the manual system. Yes, which it looks even to be more worse than the way we expected. Kamanda wa volisi wa kaunti ya Kitui Mwandu Mathang'etich ni wamenda mavisa ma volisi kuweta mathina la mekwisilanika nako kwa tautethio na kuola siko sia kuyima thayo yoketi na wavisa omwe kuma kiseni cha volisi cha Kanyonyo ulo no wayaka ile kwatiana na ngusanisio saki unyanya imathuthene nthi kukwatiana na kunenga volisi utethio ulo kwendeka nikana kuola mesilia ila mewiyani. Tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu wa 25 mwendo wa saa 4:30 huko Kanyonyo kuna ofisa mmoja wetu anayefanya kazi huko alikosana na girlfriend yake ama mpenzi wake, kisha baada ya kugombana akapata kumuua na pia kumuua ule alikuwa rafiki yake. Basi baada kutoroka tulipata kuchukua hatua haraka na baadaye hatukuweza kumpata, lakini tulipata silaha aliyoitumia na uchunguzi unaendelea sasa na hivi karibu tunampata. Tunamtafuta
ili achukuliwe hatua kwa kitendo mbaya alichofanya. Ningependa kuchukua hatua na kuadharisha polisi wetu kwamba anapokuwa na ugomvi ama kitu chochote kinaweza mkasirisha, wasipate kuwapiga wale wamekosana nao, na pia hata na raia pia wale wakikosewa, sababu tumekuwa na visa pia ya mauaji pia kwa wananchi kule, wakikosana na ule amekosana naye asimumize, ila apate kuripoti, hatua ichukuliwe. Atongoi na atima President William Ruto ngwa serikali ya Kenya Kwanza ni maende ya kukathia na kukunia maleve wala nyowa kukilia amaitu na atoima mota siya bodaboda kana empowerment. Maiweta kana serikali niende kuyanesia watho wayo wa bottom up. Mainene ya Matutu Kibwezi West County na Makueni. Kavinane kaombano na atoima mota siya bodaboda. Matongoi ni mbunge wa Kisiochu Mwangi Motuse. Na motethesia wa President Faruku Kibet measia kanaki ni kiutethesia kukilia ukwati wa ndio ndumu na kutethesia NMB kuyukilia kiukwati ndini wa muvothiu milioni nyanya nicho isangiwe President Ruto inengana sidingi milioni 5 mbesa selesele linenganiwe ni mbunge wa Mwala Professor Kindiki na Oscar Sudi maisanga milioni 1 kila umwe maivuthesi angaliko yoli na kumatavyo mama ndenzi yengi ya kukilia mwenembe. Unakumbuka ama amkumbuki? Na mnajua hapa tunapoongea hii leo Mheshimiwa Rais mwenyewe alikuja hapa ama hakukuja? Na akatueleza kwamba akichukua kiti atainua wale ambao wako chini ndio wapeleke juu. Wengi walifikiria ilikuwa ni mambo ya kuomba kura. Ndio wakati tumeanza kufanya empowerment, wengine wameanza kushikwa na butwaa, wanaongea hata tumbo zimeanza kujawa na tumbo joto. Sababu tumekuja kusaidia wale ambao wako chini. Nikamuuliza nikamwambia Mheshimiwa Rais, vijana wako wa bodaboda pale Kibwezi pia wanataka empowerment. Na hii leo tunavyoongea Rais pia yeye ametumana hapa kwa huu mkutano. Sisi tunaamini kwa mambo ya empowerment. Sisi tunaamini kwamba watu wakipata pesa mfuko, wengine watalipia watoto shule. Imagine mtu anaendesha pikipiki. Huyo mtu anaendesha pikipiki kwa hewa, anatafuta shilingi 1. Leo tukimpa huyu mtu atakuwa hata na sauti kidogo kwa sababu biashara yake imeanuka. Na sisi naambia nyinyi vijana, hii pesa ambayo mnachanga isiwe pesa ya kwenda kwa lodging ama kwa bar. Hii pesa iwasaidie ili maisha yenu iweze mnunue pikipiki zenu kuliko hizi pikipiki ambayo mnazikombolewa na watu wengine. Naomba tu mtuze ni kwamba hao vijana watumie hizi pesa vizuri. Leo ile tutachanga tutatangaza ili iweze kusaidia, na tutarudi hapa tena hapa Kibwezi ili tufanye kazi ya maendeleo. Unaona hii barabara kutoka hapa Emali kwenda inaitwa nini? Ukia. Hiyo barabara ikitengeneza itasaidia jamii hapa. Na yule mkabila anasema nyinyi ni wachache. Na ndio mbunge wenu alifanya vizuri kuondoa ukabila Kenya. Tunajua mashirika yanawamaliza kwa sababu wanawapatia loan kubwa kununua pikipiki. Ukilipa pikipiki kibaki kuisha mwisho wanakuja wanakunyang'anya. Ni kweli si kweli? Sisi tumeamua kama wajumbe, na kabla ya kuja hapa tuliketi chambers, tukaongea, tukasema ni lazima turegulate wale watu wanauzia watu bodaboda ili wasiweke interest juu, wawapatie na interest ya chini kidogo. Ndio tunapili nini ambalo tunataka kufanyia watu wa bodaboda. Tunajua maaskari wanawasumbua sana kwa barabara kwa sababu ya mambo ya driving license na insurance. Sisi tumeongea na Rais William Samoei Ruto ahakikishe kwamba mambo ya driving license kwa bodaboda, wewe ukiwa unajua kuendesha bodaboda, watu wa NTSA wakuje wakupatie driving license ili uweze kukaa na stakabadhi yako. Nisaka niombe wajumbe wenzangu, kwa sababu tunajua rais anapenda vijana na ameleta mpango wa nyota. Huu mpango wa nyota ambaye inaandikisha vijana 70 kwa kila ward. Tuweke affirmative action, tuhakikishe katika huo mpango wa nyota pia bodaboda wapate pesa yao ili waweze wajiendeleze. Ndukathiva sana tusiokithie na maovu angela tukumanise mbino mesa ita maovu.
kilandi yimia ya mitongo ese otundu katiba kaelete na vemi ya itongo ese ndisio nde kwa vamwe veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu weni wisi kivathukanyo ni chau Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzwa ni muno mundu autavitio kungelitio vivyeni wevithaniti na usekikana wavitwa ni matuku wasava mundu usu etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia na nundu ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutitisa 12 ndatika miongo ina cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Tene, ujaila isi kuona usi munganu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mevalatona kwekatwa kwata kiucha kwa imando. Pe maundu maingi wa mbe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbuwe mwe kasila katwa sete keisa utungoke liaba kana tuika ileo igimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya tamiiba sana kuma kwena vina muno. Bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye limba lisio na limo yo muno. Yembe yake litawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala limwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo. Ithi alatu ikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoe, petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho ndema ndo wa muhimu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu. Kimo witha uto no tata mbesi na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenunu nayo weyani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo ciakwa etha ni ng'ombe ninengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ina cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Na udhocha ingi vindani amanyiwa mavingite maskulu USCA itala nimeandika kusisia manyoke kala sokone kula matonyo kumana na meisho kana metuwe tena misingi miailu hueta naoni kuma KMC wa ward ya tala Jackson Daka ulawe na ingi NMB kwende ya ukwati ya niana mavisa mavulisi kululu milia mwa na monoko kuna halivoti ila kuina uvungulu wa mwa kana siko siya usangili. Nenda kwa sio skulu ni bungiwe na ngoli ya siya niona influx mbinge muno ya ciana sokone nenda ciana cio lango sokone nenda mundu atumakana akatumekana akanengere directives na ndatika ile ke ukua soko nundu ciana ni ciongelekile sokone na nundu ciongeleka sokone na wametuwa methuku ni wongelekete ko sokone teikwenda ciana na nenda asima engage ciana either miundani kana makanisani nikenda uze ya ciana tuina wa mwingi ba atala nundu chief atala na season chief make methiro dimanenga ke balwa keito ciana isu yuka na yambe ya kumanga from one street to another na ende ndasia nditunge amobya muno OCS ula wetala no thukumite nesa yuni kubindetie na insecurity nembole kangu na ndasia security yende na kuoleka yende na kwitha yende na ucheck wa nesa tunenge askali information whether we information manenge the necessary information. Muvia wa kusuvenya mosi ya kithekane KWS nuotwa ICSS ya kusanya mawoni kuma kuyenende kukonya motadata laula muvia ukwendekethia na kwika mauvindu kuongelela ndivila sivathia wenende kulika ithekane sia kusuvia nyamo. ICSS itongiwe ni director umwe wa muvia wa KWS Joseph Nadacha wala inena na vilingi wa movo wa sia mendekethia mawaliuko hakumana na kwambata kwa ngalama ya mikaleli na ingi kukwata mbao muvia kuende sia mawala nyoke vathu kanyo yivo kuivanga
mapanga la enenthi ala mavithukea wane nyamo cia kithekani. Unaona ndio inajaribu kusaidia mtoto. Now in this exercise we are engaging the public to get their feedback with regard to the intended review of the park entry fees, popularly known as conservation fees. So we are here. We have mobilized members of the public, national government, county government, NGOs, and the general public, so that we share with them our proposal and get feedback from the public as to what their feeling is with regard to the conservation fee review. Well, just to point out, the review this time has basically been as a result of a review which was done many years ago. The last review was done 18 years ago, in 2007. And all along, even as we are speaking now, we are using park fees that were gazetted in 2007. Look, if it hasn't been raised for years and years and years, since what was the date again? 2008, for goodness sakes. How are they meant to survive? Look what's happening. We need vehicles, we need support. Definitely make it a framework for different parts of Kenya, I think, in this public participation meeting. Where there are stronger economies, I think that's where you can look at the parks and say that economy actually works for putting up some of the prices. In smaller economies and developing economies like us and developing national parks around us, we've got to also be realistic. But definitely we need to review the park fees, and this is why we're having this public. Amwe mabunge kuma kaunti ya Kiambu nimeenda kaunti ya Kiambu kutambulika takisio keyungamie na kumwanthini wa ile mbeta ya Mount Kenya mainene sesoni ya wasanywa mawoni Gatundu South abunge ameaseka na Kiambu yina utalo munene wa NNV na koti ula wasani wake sioneki ni mwingi viwisiani wa nesiulingi vandhi ya Kenya atawuma yenda serikali kumavadhi ya ilovia mbinga ingi mayasi utalo wa NNV alame kala Kiambu vitete milioni mbewa ili katano mwanza abunge ameasia wa iwa ilovia wa ile kuatea utalo wa NNV sion. Wa Kiambu County tuko na kura nyingi sana. Tuko na 1.4 million votes. Hiyo ni kama kushikanisha Nyeri County, Murang'a County, Kirinyaga County na Laikipia County zote pamoja. Na hatutaki serikali kiongozwa na rais wetu William Ruto akuwe akisema akienda Mount Kenya ameenda Kiambu. Kiambu County tumesimama kama region. Tunataka maendeleo yetu, mipangilio yetu, maminista wetu, PS wetu, pesa yetu, lakini siwekwe pamoja na pesa ya huku kwingine. Wao wapewe pesa yao kwa sababu sisi uongozi wetu haupitangi mto wa Chania. Yes. Kubaliana nayo kabisa kwa sababu Kiambu nayo kama county imekuwa kubwa kama Nairobi. Pia imekuwa cosmopolitan, imekuwa kama Nairobi na imekuwa na watu wengi wanakuja kukaa hapa na wengine wanakuja kununua. Kiangalia mahali kama Ruiru tuna ward 8. Hizo ni county 5 za mahali kwingine. Hata Kiambu yenyewe ni kama county Kiambu ikiwa yote mzima ni kama county zingine karibu 6. Hata kura zetu hakuna county nyingine after Nairobi iko na kura kama zile ziko Kiambu. Kwa hivyo serikali inapopewa kura na watu wa Kiambu inafaa pia kuangalia na jicho lingine ambalo ni zaidi ya wale wengine kwa sababu hata kura zetu ni mingi. Na ndipo mambo yalivyo ni kwamba jimbo hili la Kiambu lina idadi kubwa ya wapiga kura, lina idadi kubwa ya watoto wanaoenda shule, lina idadi kubwa wa shule za kimataifa, lina idadi kubwa ya watu wengi wa biashara nyingi na nyumba ambazo watu wanaofanya kazi Nairobi wanaishi hapa katika jimbo hili. Ukiangalia maeneo kama Kikuyu, Kabete, Ruiru, Thika, Kiambu yenyewe, Kiambaa,
hata hapa Gatundu ya Kusini utapata kwamba hao watu wote ambao wanafanya kazi Nairobi wanaenda kuwa hapa. Kwa hivyo tunaomba huduma, na si kuomba, tunasema kwamba fedha ilete huduma, kwa sababu jinsi tunavyofanya katika ugavi wa pesa, tunapeleka pesa nyingi huko Nairobi kwa sababu kuna mahitaji mengi ya fedha. Vivyo hivyo eneo la pili kufuatiliwa na hayo na hizo fedha ni eneo la Kiambu. Tunaposema hivyo ni kwamba tunahitaji barabara nyingi, tunahitaji maji mengi kwa sababu watu wengi wako hapa, tunahitaji stima iwe na transformers nyingi na kila kitu na substations kwa sababu kuna idadi kubwa ya watu. Hatusemi jambo ambalo mtu yote halijui, ni jambo linajulikana. Simama wakachukua microphone wakasema SHA inafanya kazi. Ndio wametoa ushahidi kwamba wakienda hospitali kwamba shule free primary education inaendelea, secondary education, free secondary education inaendelea, na wakatoa ushahidi kwamba hata upande wa masomo wako sawa. Ni voto vika muthia wa mauvo maitu ni kwendea muthenya wa kwaila na usiaisia mwailu wa lungu situ lasi ataleva Mutongo TV ngwatanio hii ya mwaka mbaneta wa beti wa mwaniati wanesa.